After 2 years working there, ndio sasa masuala ya mapenzi ikaingilia hapo katikati. Nikapewa heartbreak, nikashindwa kuconcentrate na kazi. Nikaanza kuwa mgonjwa. Yenye sasa ilinipush like I just need to go home and relax. Sasa kuelezea ule boss what happened, unajua kwake inakaa funny. Uko mgonjwa juu ya nini? Mgonjwa juu umepigwa heartbreak. Juu ya heartbreak. Namwambia huwezi elewa. See, like even you are worried about your husband when you're sick. So I should be worried about my man as well. So the heartbreak was not easy. Yenye nilijaribu kushare na friends, even some of my friends walini disappoint. I don't know why, but sijui kama pia wao hawajaipitia heartbreak. Kuna ile time inafika I feel like wacha tu ni share nitoke. The more you share the more inakuwa wasi. Unaharibu kabisa sasa. Unaharibu hata una regret. Mbona niliongea? I wish ningenyamaza. I thought hiyo kuongea inaweza nisaidia. Maybe wanisaidia I reconcile with the guy. But the more I used to talk to them, wanielewe kama mwanadamu, but they never understood me. They used to make things worse. So kama nilikuwa mgonjwa kidogo wanaifanya inagonga paka 100%. So life was not that easy. For 1 year nilistruggle kufanya kazi na hiyo condition yenye nilikuwa nayo, until I decided let me just go home, nipumzishe akili, and then I go back to work. Sasa kufika nyumbani ndio ilinihit vizuri. I thought home nita heal first, tena nirudi kazi. Kufika nyumbani sasa ndio ilikaa more worse. Like more worse. Nakaa hivi. Actually mimi nakuanga na roho safi sana when it comes to help people. I used to help a lot. So time yenye nilianza kuwa mgonjwa, that was last year mwezi wa 8. I said let me reach out to my few friends because I used to help them. Wacha ni reach out niwaambie what I'm going through. Hakuna mwenye alikam through. Mwenye alikam through ni mmoja na alikuwa rafiki wa muda mrefu. Alikuwa rafiki wa muda mfupi. Alikuwa ananipigia simu, ananitumia message, umelalaje, umeamkaje, hata naamka napata amenitumia do hata bila kumuomba. Na ananiambia najua maybe financially saizi unaweza kuwa uko chini juu ya struggle umekuwa nayo kutoka nyuma and all that. I appreciate him. Sita mention jina yake but anajijua. Anytime namtumia hi, ananiambia paste number. Namwombea Mungu ambariki sana. Amekuwa rafiki wa nguvu sana. But wale wenye nilikuwa na come through, mtu ananipigia simu ananiambia Melda, nataka unitumie 40,000 niko na emergency. I reply na M-Pesa. Hawaku come through. None of them wenye wali come through. I used to call them na waambia hata at least hata 5,000 yao. Mimi mlikuwa mnanitafuta na watumia hela, sinyi bado